أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na jamaa zake na masahaba zake, inshallah katika maudhui hii fupi itaelezea kuhusiana na wahitimu wa Mahadi al-Junaidi, kwa kuelezea mchango wao katika jamii, namna gani walipotawanyika kwenye maeneo mbalimbali tofauti, wakisomesha na kuitumikia jamii ishikamane na mafundisho ya dini ya Kiislamu kwa mujibu wa taratibu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana. Maana yake ni kwamba lingania watu waje katika njia ya Mola wako, lakini unapolingania utumie hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu anatuambia, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, kwamba mbora wenu ni yule anayejifundisha Qur'an, lakini naye mwenyewe baada ya kusoma na yeye akawafundisha wenzake. Sasa baada ya hayo tuangalie maana ya wahitimu. Nini maana yake? Tukizungumzia kuhusiana na muhitimu, ni mtu aliyekamilisha masomo au mafunzo katika ngazi fulani na kutimiza masharti yote yaliyowekwa, hiyo kustahiki kutunukiwa cheti na kuthibitisha kuhitimu kwake. Sasa hawa wakiwa wengi ndio wataitwa wahitimu. Kwa hiyo tukizungumzia wahitimu wa Mahadi al-Junaidi, maana yake ni kundi la wanafunzi waliokamilisha masomo yao katika ngazi ya thanawi na kila mmoja akatunukiwa shahada inayothibitisha kuhitimu kwake. Sasa tuangalie mchango wa wahitimu wa Mahadi al-Junaidi Islami katika kueneza elimu ya dini. Tukielezea mchango wa wahitimu wa Mahadi al-Junaidi katika kueneza elimu ya dini kwa kusomesha na mambo mengineyo ya kijamii kwa ujumla, ni kutizama zile athari nzuri walizoziacha wahitimu hao wa Mahadi al-Junaidi, kwa kuwa wametawanyika katika maeneo mengi ya Zanzibar na Tanzania bara katika nyanja tofauti kama ifuatavyo. Wahitimu wa Mahadi al-Junaidi katika mchango wao, kwanza ni kupitia ofisi za serikali. Baadhi ya wahitimu wa Mahadi wapo katika ofisi mbalimbali za serikali wakiendelea na kazi ya kutoa huduma na taaluma ya dini ya Kiislamu kuitumikia jamii. Wapo katika idara mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, katika ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, baadhi ya wahitimu wa Mahadi al-Junaidi wanaume na wanawake wanafanya kazi ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar katika vitengo mbalimbali vya ofisi hiyo, kama vile idara ya fatwa, utafiti na utatuzi wa migogoro, na baadhi yao ni wajumbe katika Baraza la Ulama Zanzibar. Upande wa pili, mahakama ya kadhi. Baadhi ya wahitimu wa Mahadi al-Junaidi ni makadhi wa wilaya kama wilaya ya Mjini na wilaya ya Magharibi wakishughulikia na kusimamia kesi na kutatua migogoro mbalimbali kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu inavyoelekeza. Taasisi ya tatu, ofisi ya wakfu na mali ya amana Zanzibar. Baadhi ya wahitimu wa Mahadi al-Junaidi wapo katika ofisi ya wakfu na mali ya amana Zanzibar katika vitengo mbalimbali kama
kitengo cha zaka, sadaka, hija, wakfu pamoja na mirathi. Hayo yote ni katika kueneza elimu, kuitumikia jamii na kuwanufaisha watu, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, khairun nasi anfa'uhum linnas, kwamba mbora wa watu ni yule ambaye anawanufaisha watu. Vile vile baadhi ya wahitimu wa Mahadi al-Junaidi wameanzisha mahadi zao. Baadhi ya wahitimu wameanzisha taasisi zao za elimu kwa lengo la kuendeleza na kuboresha utoaji wa elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa mfano, Mahad Shifa iliyopo Kivunge Zanzibar, ambayo imeanzishwa na kusimamiwa na mmoja wa wahitimu wa Mahad al-Junaidi, Ustadh Faqih Fuai Kombo. Lakini vile vile kwa upande mwingine, wahitimu wa Mahad al-Junaidi wameanzisha madrasa pamoja na darsa mbalimbali. Wahitimu wengine wameanzisha madrasa zao wenyewe katika maeneo yao waliotoka kabla ya kujiunga na mahadi, na wengine wameanzisha madrasa maeneo mbalimbali waliotoka kwa ajili ya lengo lile lile la kuendeleza na kuboresha elimu ya Kiislamu, na wengine wamerudi kwenye madrasa za mashehe zao ambazo walisoma humo na sasa wanasomesha wakiwa ni walimu wa kawaida, na baadhi yao katika madrasa hizo wamechaguliwa kuwa viongozi wakuu wa kusimamia kila kitu, na wengine wanasomesha katika madrasa za marafiki zao, ikiwa ni sehemu ya kusaidiana katika kukuza na kuendeleza elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini pia wapo wanaoendesha darsa za misikitini katika fani mbalimbali kama fani ya tafsiri al-Qur'an, fani ya fiqhi, sira na mengineyo. Lakini baadhi yao ni mahatibu kupitia misikiti mbalimbali na watu wanafaidika kupitia wao. Vile vile licha ya hayo, wengine wana darsa za kina mama na watu wazima katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar na Tanzania bara kwa lengo lile lile la elimu, ili iwafikie watu wengi kwa ajili ya dunia yao na akhira yao. Vile vile baadhi yao wako katika mashule ya serikali na binafsi, yani skuli za private, na wahitimu wengine wameajiriwa katika shule za serikali na binafsi, ambapo wanatoa mchango mkubwa katika kufundisha elimu ya dini pamoja na lugha ya Kiarabu. Hitimisho, mchango wa wahitimu wa Mahadi al-Junaidi ni mkubwa sana, na huu mchango huwa wanaofanya wanafunzi wa kike na wa kiume kwa lengo lile lile alilolieleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Pia jambo la pili, tufahamu kwamba mchango huu wanaotoa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka radhi zake, kwa sababu sisi sote tunafahamu kwamba kuendesha darsa za misikitini na madrasa hizi, sote tunafahamu kwamba hazina kipato, lakini hawa wanaofanya kazi hii wamejitolea kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aunufaishe umma kupitia Mahadi al-Junaidi na wahitimu wake, awajalie ikhlas katika matendo yao na azifanye juhudi zao kuwa ni sababu ya kuenea elimu, uongofu na manufaa katika jamii. Amin, amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.